mstari wa 21. Mstari 18 21. Mauti na uzima katika uweza wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Amen. Amen. Leo tumepanga kufundisha kuhusu nguvu za ulimi. Bwana asifiwe sana. Tulipanga kufundisha kuhusu nguvu za ulimi. Nguvu za ulimi. Kama tunazoea lugha mara nyingi tunasumbua, tunasema Kiswahili, Bembe, hatujui lugha zote. Tunapata zote kabisa. Kwa hiyo ikija Bembe tunakwenda, ikija Kiswahili tunakwenda, ikija Kifaransa tunakwenda. Nguvu ya ulimi. Nilipenda kueleza ulimi kielimu. Nieleze ulimi kibiblia, na mwishowe tuone jinsi ulimi ulivyo na nguvu. Elimu ya shuleni, wanafunzi wa masomo wanakuwa na elimu inaitwa science anatomy. Inajifunza mwili, viungo vya mwili wa mtu. Sayansi ziko nyingi pale shuleni, science. Sindio norobe? Science anatomy, Sisi tunasema Kifaransa, sema science anatomy. Unajifunza viungo vya mwili wa mtu. Bila mbako kuchikitoa masomo ule, anatomy. Nasema macho, hii macho hii ni kiungo. Lakini kina kazi ya kuona. Wanasema mwili wa mtu una kama hisia 5, ina sense kubwa 5 kwa kuona ngamsenge. Una vitu 5 vya mwili. Imona, Kiswahili wanasema kuona, kusikia, kunusa, kugusa na kuhisi, vile. Ni sawa vile vitu 5 tofauti. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka ni kama somo la 5 la primary, elimu ya anatomy. Kwa kuona ngamsenge. Sindio maseleni. Sindio unasoma fulani vile. Anatomy inafunza kwamba kwenye viungo vya mwanadamu kuna organ de sens zinaweka mtu na ulimwengu, mazingira ambayo anaishi. Kwa mfano pua inakupa harufu kama hii hapa, hii ni ndizi. Ile ndio wewe. Hii harufu ni wanakanga yai. Hapa ni harufu hii ni perfume fulani. Pua tu inafahamu vile, si ndio? Pua inafahamu vile. Yule mzee wangu alikuwa anasema yeye harufu pua yake ilikuwa anasikia harufu. Hapo anapoa kusikia harufu. Anasema hii harufu ya mavi, hii mavi ni ya wiki mzima hii. Ni mavi ni ya leo hii. Anasikia ile anasikia vile. Anatenganisha harufu. Bwana asifiwe sana. Napenda mnifuate vizuri, ni mafundisho. Utakuwa na swali, nipenda kuswali. Nitakuswali na wewe uniswali. Macho pia yanaona. Masikio yanasikia hii sauti. Huyu mtani ali fulani huyu. Unasikia huyu ni fulani huyu. Hata kama hujamuona. Sikio tu ni nani hodi ale tatu kwa mchana. Unafahamu huyu ni mgeni, tumjue huyu. Yaani masikio ikipata sauti inatoa jibu kwenye akili, unafahamu. Yaani ni viungo ambavyo ni madirisha ya kutoa ripoti kwenye akili ya mtu. Bwana asifiwe sana. Lakini pia ulimi ni mojawapo wa viungo hivyo. Lulami wewe ngilo lilivyo. Lulami. Tena hata mwenye mshuku ine ni shuwe. Ulimi inasema hii ni shuwe. Ole mlunda. Ukitia kwenye ulimi unafahamu ole mlunda. Yaani viungo vyetu kielimu vinatoa taarifa kwenye akili. Bwana asifiwe sana. Hiyo Mungu mtu hivyo. Utunda macho unaona, masikio yanasikia, pua unanusa, ulimi unahonja. Organ de goût unahonja. Nilifika sehemu fulani nikatia kwenye meza kikombe kopo hivi. Mlikuwa sukari. Nyeupe pe. Sema ni chumvi ni sukari. Sema ni sukari. Lakini nitafanyaje kujua vizuri? Unatia
kwenye mdomo, ile sukari. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna viungo ambavyo ni madirisha ya kutoa elimu, ufahamu kwenye akili ya mtu. Moja wapo ni ulimi. Kisayansi ulimi ni kiungo cha mwili wa mtu ambacho kwanza kina kazi ya kuonja. Unaonja. Hii dawa ni iko chungu sana hii. Hii dawa iko chungu sana hii. Iko nguvu sana hii dawa hii. Ni ulimi na kuambia vile. Iko juice. Hapana, sio juice. Ni energy. Hapana, ni juice. Ulimi unatoa taarifa kwa akili zako. Kwa kuwa ulimi ni kiungo cha kuonja. Lakini pia ulimi ni kiungo cha usemi. Ulimi wa mtu ni kiungo cha kusema, kunena. Maneno yanaungo kwenye ulimi pale. Bwana asifiwe sana. Lulami ili mbako itenda vitu. Sisi ambao tumekulia pale Afrika, tukiongea Kiingereza, hatutaongea sawa wadogo wanajifunzia hapa. Kwa nini? Ndimi zao zinazoea lugha tangia mapema sana. Ndimi zao zinazoea lugha mapema sana. Ndio sababu tukuna sababu nyingine. Jifunze uwe upate master kule, lakini huyu mdogo huyu shaona huyu mdogo sana huyu yani. Huyu mlasi. Yaani ulimi wake utazoea tangia utoto. Ulimi kiungo cha kuonja, lakini pia ulimi kiungo cha kusema, cha kunena maneno. Hiyo ni sayansi. Bwana asifiwe sana. Lakini Biblia neno la Mungu imekwenda mbali sana. Inapotoa ulimi hivi, inapokuambia ulimi, Biblia inasema mambo mengi chungu mzima. Bwana asifiwe sana. Biblia neno la Mungu imesema mambo mengi kuhusu ulimi. Siwezi kuyafunza yote hapa. Siwezi kufunza hata nusu hapa. Tutoto kidogo. Usiogope. Bwana asifiwe sana. Lenje umanye tulete wa Mungu. Ukijue. Bwana watu wanatembea sana. Kaeni tafadhali. Nje mkae tu twende pamoja. Ulimi kibiblia. Ulimi kibiblia. Kwanza soma kitabu. Njoo hapa msomaji. Tutasoma andiko nyingi sana leo. Wewe unasoma unaandika tunajua Biblia hatuna ulimi ile. Lulami ile. Ujue kwanza jinsi Biblia inavyopresente ulimi. Ujue ulimi. Njoo karibu ndugu yangu. Kupitia sauti yako. Ninasema sauti nyingine. Fungua Zaburi 12 mstari wa 3. Uone jinsi Biblia inasema kuhusu ulimi. Zaburi 12 mstari wa 3. Umepata? Ndio. Soma. Biblia inasema Bwana ataikata midomo yote ya kujipendekeza na ulimi unenao maneno ya kiburi. Amen. Umesikia hapo vizuri? Midomo ya kujipendekeza na ulimi unenao maneno ya kiburi. Ulimi umeambatanishwa na kiburi. Bwana asifiwe sana. Mungu aturumie sana. Ulimi rafiki sana wa kiburi. Ulimi ili mtu afahamike na kiburi. Watakuona akisema inategu akibana kiburi kupitia ulimi wako. Bwana asifiwe sana. Mnifanye vizuri hapa nyinyi pendeba kama konja nyamba na bamisi abali mama abana. Mungu wengi ndani. Lulami ili mbako akiburi. Ibia asali biliano Zaburi 12. Na Mungu ataliwata ikata midomo yote. Bwana ataikata midomo yote ya kujipendekeza. Na ulimi unenao maneno ya kiburi. Twende 15 mstari wa 3. Ulimi Zaburi 15 mstari wa 3. Mstari wa 3 Biblia inasema asiyesingizia kwa ulimi wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Asiyesingizia kwa ulimi wake. Ulimi unasaidia kusingizia watu.
ulimi ichimbela watu ichimbele ngene ichimbela mtu uli ichimbelila ichimba ni chimbelela njimbelela lakini maana na etena saa eta ichimbelela yo ali nlojuli na tona mwana ya moloka tiki ya choloka wa chimbelela Mungu aturumie sana wale lakati wa nlojuli tuna mwana ya choloka tuna kwa yumba nosi na ngotenga bibi unashuhudia uongo ila amri ya tuna usishuhudie tena yako uongo na juu shujadi ulimi Mungu aturumie sana lakini wanajua jubale hapa na kibale tabajua bajua lakini ushuhudi omone ukikishinda ujue omone ujue lakini mpaka hongo tunamwazawa unashuhudia uongo wachimbela unasingizia Mungu aturumie sana ulimi kiungo cha kusingizia cha kusingiziana Toi Zaburi 31:18-20 tungangira cha ulimi ibya sala ibili ya chitonda mibecho ano ulimi yambayo inaenda sukari nzuri kabisa kazuri kabisa lakini kibiblia kwanza ni kiungo cha ulimi pili ni kiungo cha kusingizia tatu 31:18 umepata ndio mpaka 20 nasema midomo ya uongo iwe na ububu imnenayo mwenye haki maneno ya kiburi kwa majivuno na dharau amen endelea mpaka 20 19 nasema jinsi zilivyo nyingi fadhili zako ulizowawekea wakuchao ulizowatendea wakukimbiliao mbele ya wanadamu 20 utawasitiri kutoka kwenye fitina za watu katika maficho ya kuwapo kwao utawaficha katika hema na ushindani wa ndimi na mashindano ya ndimi mwana anji bamanga mashindano ya ndimi ndimi kiungo cha mashindano batolo moshi ibolotana bale mubolotana icyo to batabulotana numba ndimi dorani ru bale mubolotana unatenda nini bope ulimi kiungo cha mashindano Mungu aturumie sana Mungu amebeba baba icha Mungu amebeba wako ndani ulimi ni kiungo cha mashindano ibulutano tutanga moteo tutangu locha kabisa amushimambo leo ibulutano tutachana na ndume tutachana na machi kiungo cha mashindano ulimi mashindano ingesho ya mashtaka ishitakana ulimi lakini pia ulimi biasa la Biblia 52 Zaburi no Zaburi una asa na ulimi man 52 mstari wa 4 52 mstari wa 4 Biblia inasema ulimi wako watunga madhara kama wembe mkali ewe mwenye ila bora sifiwe sana amen ulimi wako watunga madhara muje mazara ni kitu ambacho kinaweza kuzuru mtu izuru wewe kama ni hatari kwa mtu ni mazara na M8 ile shetani ile mtu ni ulimi Mungu aturumie sana unajua mazara mtu ndio amesema mazara kwa mfano mfano wa mazara unajua kile kitrash mwe uchafu ya tena uchafu wewe mwana ashimangu ina alabi unasema kula mama umakala ndio nini mazara ikimwangukia anaweza akaumia akila uchafu atakuwa mgonjwa yaani trash na nini ina mazara ndivyo ulivyo ulimi Mungu aturumie sana ni ulimi 52 mstari wa 2 ulimi wako watunga mazara kama wembe mkali itemo wembe ile makalama wachimana wembe wembe ndio unajua wembe mwana sasa yule mboka au tabane mwana yete wembe kati panga ile yakome mule so mwana mwenyewe msebe tunela wembe ni mule ile so ngayanga tachikwa mkuzu mzana ante mwana kaza lakini mzazi kama mzazi
Akiona mtoto wake na wembe anatetemeka. Nyaka mwele. Mama kalai ataumia. Wembe ni madhara. Bwana asifiwe sana. Amen. Ulimi ni madhara. Niko madhara mengine. Tukiona mtoto mmoja anapanda pale vile. Imu yana vile imu inanvinda na vile. Ole bange bananji. Bana tatangla mbanje yanose. Mbaka ile ni kwenye madhara, anaweza kupata hatari. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndivyo ulivyo ulimi. Ulimi ni chombo cha madhara. Ina madhara mangali lolani na watu. Mbaka murisha hatari mbatu. Ibi atunga Zaburi. Ulimi wako unatunga madhara. Umependa mabaya kuliko mema, kwa uongo na uongo kuliko kusema kweli. Umetenda maneno yote ya kupoteza. Ewe ulimi wenye hila. Ibi atunje wewe. Ewe ulimi wenye hila. Hila. Ngiswili ya ngoma ngini ishina hila. Hila, mwenye hila. Hila, mwenye roho ya hila. Hila ile tabia ya shetani. Mtema wa hila. Tabia ya shetani. Hila ile kwa mfano ole motekela asuri. Mtungaso tekela asuri wakenu. Akyo ndi mwitu yanki ina adeo ateko. Omona mbaka asuri ata yo chobunda. Ili ifuti ya mpengele mazara ihila. Imu ya ushawishi yoto wapata hatari alombele. Ili kibuchiwa hila hii. Ngo banda kala no usomoki ele watu anu yishenge kabisa. Mbaka hata yola. Ili ifuti ya wembobe ile ihila. Mungu aturumie sana. Efuti azambe. Efuti mchantu mzambe ihila. Tikiwa misi tosangane fashi fulani wabuchibu wale piloti wale atoma sheki au tumina rushini 200 au urushie 200 okasha ni wewe napata kabisa. Hila ya zambi. Mungu aturumie sana. Hila ishina jambo ingi cha zambi hila anatunga hila ulimi kwanza msenge 57 mstari wa 4. Mungu balika Qur'an soma wa Zaburi lungu ingi itu ya sora ulimi 57 mstari wa 4. 57 mstari wa 4. Mstari wa 4 inasema hivi. 57 mstari wa 4 inasema nafsi yangu hii kati ya simba. Nitastarehe kati yao waliowaka moto. Wanadamu meno yao ni mikuki na mishale. Ndiyo. Na ndimi zao ni upanga mkali. Bwana turumie sana. Ndimi zao ni nini? Ni upanga mkali. Ni nini? Upanga mkali. Ndimi zao ni upanga mkali. Seka chile makala. Ndami chabaranga msende. Chile seka chile makala. Mungu aturumie sana. Ndami chabaranga msenge. Chile seka chile makala. Unawala emo no iwicho kanisa ni iwe ni ile watemwa jina mshinde wakwela asibali. Ndimi zao ni mipanga mikali. Amen. Mungu aturumie sana. Biblia saula bini. Ibi atna Biblia bichwa titona bichwa langa msenge bichile. Mipanga mikali. Mipanga mikali. Imbona shunya bwana inyanga inyacho bubana. Ta kwibira ino yaku kisukuru mbete kibele. Ni bo ta kwibira. Ino yaku kisukuru kwanza ile yakwanza na kibele. Ngebile yasona. Uyana mbo bala na kamuni akajibanjo mangu abenkele shikosame. Bwana sifiwe sana. Ndayo same ukibili. Lakini tikyo same ani mbo bala la kama bo kibangu. Uzuko na uchi byambo chile. Ala kombo chile kupe. Po unte. Panga mkali. Mungu aturumie sana. Mungu atumu ibada wasale. Abana ulabi. Ulitema apepe panga bili. Ntema wako vile yabone kolokolo ya tibotaka ya telo yake ntema ndimi zetu ni mipanga mikali. Mungu atusaidie sana. Ulimi wako ni mpanga mkali pikapo na mtiumi mipanga mikali. Lakini pia nasoma Zaburi 64 mstari wa 3. Walio unoa ulimi wao kama upanga. Walio unoa ulimi wao kama upanga.
Bange watu banyonya cha bunda nyonya tibi banga. Ipanga ikanyonye. Nasikia na roho kunyonye. Unakunyenye panga. Ili ipate nguvu. Ipanga tu achimanga hicho nguvu zinaisha. Lakini ili ziwe na nguvu mpya wanakinoa. Kule nyumbani kulikuwa na mawe na nyoa. Si hapa tulikata nyasi kambini pale. Tulikuwa na mawe. Nye panga hizi washu. Kaka kidogo ile aone. Ndivyo zilivyo ndimi za wengine. Janyonye watu dipanga. Inishi mbwela enga na kia tashi cha uli nukulu suku. Mungu aturumie sana. Mungu aturumie sana. Mungu anamise. Mungu anama achikonjo. Ndimi za wengine ni panga iliyonolewa. Lumbakini komeshi. Biblia ya Saula lulabi labda ngapsende manga. Lakini hatujamaliza twende. Isaya anasema neno moja hapa. Isaya. Tunataka Zaburi 140 mstari wa kwanza hadi wa 4. Zaburi 140 mstari wa kwanza hadi wa 3. Oungo bya Saula eno ya Mungu byelo la milala ngamsenge. Loba na lwa tanto na bakilo lami. Unapata 140 mstari wa kwanza hadi wa 3. Biblia inasema Bwana uniokoe kutoka kwa watu waovu. Unihifadhi kutoka kwa watu wajeuri. Mstari wa 2, waliowaza mabaya mioyoni mwao, kila siku uchochea vita. Ndiyo. Mstari wa 3, ndiyo. Wamenoa ndimi zao na kuwa kama za nyoka. Mungu aturumie sana. Amen. Wamenoa ndimi zao kama nyoka. Yes. Ulimi kama nyoka. Lulami tenjo. Unajua nyoka? Nyoka ina sumu. Ikikupiga unakufa utapona. Ndivyo zilivyo ndimi za wengine. Ulimi kama nyoka. Kupiga pap unakufa. Na yani wamesinoa. Wamenoa ndimi zao kama nyoka. Pale chini nasema sumu ya fira ichini ya midomo yao. Sumu ya fira. Kuna nyoka ambazo zina sumu. Lakini hii nyoka ya ulimi ina sumu. Tena sumu ya fira. Fira nyoka mbaya sana. Kama vile cobra. Au poni bwana. Kupiga pafu na kufa pale pale. Mungu aturumie sana. Amen. Biblia ya lulabi lola ngamsenge. Tumalizina Yakobo anasema kuhusu ulimi. Ulimi Yakobo anasema nini? Yakobo 3:6. Tunasoma Isaya 30:7. Yakobo 3:6. Yakobo pia amesema kuhusu ulimi hapa. Umepata? Ndio. Yakobo sura ya 3:6. 3:6 Yakobo, Biblia inasema ndio. Nao ulimi ni moto. Nao ulimi ni nini? Moto. Ni moto. Ule ulimwengu wa uovu. Ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu. Nao ndio uitiao mwili wote unajisi. Ndio. Uwasha moto mfulizo wa maumbile. Ndio. Nao uwasha wa moto na jehanamu. Amen. Amen. Mungu aturumie sana. Amen. Ndimi zetu ni moto. Ndani sema ngamsenge. Ibulu ya hai. Tena moto hapana kupika, hapana itokana. Moto wa kuwasha watu. Unawasha jehanamu. Ndimi zinawasha jehanamu. Ndimi ni moto. Ndivyo anaandika Yakobo. Hata pia Isaya anaandika hilo andiko kwamba ulimi ni moto. Kwenye Isaya 30 mstari wa 27 amesema kwamba ulimi ni moto. Saa 30 27 umepata? Ndio. Isaya sura ya 30 mstari wake ni 27. Biblia inasema tusome katika jina la Yesu. 30 imeisha na aya 24. Isaya mimi nasoma 30:27. Tazama Isaya 30:27. Tazama jina la Bwana linakuja kutoka mbali sana, linawaka kwa hasira yake, kwa moshi mwingi sana unaopaa juu ya midomo yake imejaa ghadhabu, na ulimi wake ni moto ulao. Bwana asifiwe sana. Ulimi ni moto ulao. Huu ni ulimi wa Mungu ambao pia ni moto au unateketeza watu wabaya.
Ndivyo Biblia inavyosema kuhusu ulimi. Lakini pia hizo ndimi zetu, Biblia inajua kwamba ulimi unaweza kuwa na sifa nzuri, unaweza kuwa na sifa njema. Sio ndimi zote ambazo ni mbaya. Biblia inasema kwamba kuna ndimi ambazo zilizo na sifa nzuri ndani yake. Mwana mbaji wemanga. Ole ndami china naonda angene sicho ndami china yo. Kuna ndimi ambazo zina sifa nzuri chini yake. Zaburi 66:17. Zaburi 66:17. Ndimi zenye sifa chini yake. Zaburi 66:17. Mstari wa 17. Zaburi 66 mstari wa 17 neno la Mungu nasema, nilimwita kwa kinywa changu na sifa kuu zilikuwa chini ya ulimi wangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Kuna ulimi ambao chini yake kuna sifa ya Bwana. Ikimaanisha kwamba sio kila ulimi ulio mbaya. Pamoja kwamba kuna ndimi mbaya, lakini pia kuna ndimi ambazo chini yake zipo sifa za Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini pia kuna ndimi ambazo zinasimulia haki ya Mungu. Kwenye Zaburi 71 mstari wa 24 nasema ya kwamba kuna ndimi ambazo, kuna ulimi ambao unasimulia haki ya Mungu. Zaburi 71:24. Ulimi wangu nao utasimulia haki yako mchana kutwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ulimi wangu nao utasimulia haki yako mchana kutwa. Zipo ndimi ambazo zinasimulia haki ya Mungu. Pamoja na kwamba zipo ndimi ambazo zinaumiza kama upanga, zipo ndimi ambazo zina sumu ya nyoka, zipo ndimi ambazo ni kama moto na uunguza, pia zipo ndimi ambazo zinasimulia haki ya Mungu. Zipo ndimi ambazo zinaimba ahadi za Mungu. Zipo ndimi ambazo zinaimba ahadi za Mungu. Bwana asifiwe sana. Ndimi za watakatifu zinaimba ahadi za Mungu. Kwenye Zaburi ya 119, Zaburi 119 mstari wa 172. Zaburi 119 mstari wa 172. 119 mstari wa 172. Zaburi ndefu sana hii. Inasema hivi 172 inasoma katika jina la Yesu. Biblia inasema kwenye 172 inasema, ulimi wangu na uimbe ahadi yako. Ndiyo. Maana maagizo yako yote ni ya haki. Bwana asifiwe sana. Amen. Ulimi wangu na uiimbe ahadi yako. Pia ndimi ambazo zinaimba ahadi ya Mungu. Yes. Zipo ndimi ambazo zinaimba ahadi za Mungu. Sio ndimi zote ni mbaya, hapana. Zipo ndimi ambazo zinaimba ahadi za Mungu. Lakini pia zipo ndimi ambazo zinatangaza kelele za furaha. Ulimi unatangaza kelele za furaha. Kwenye Zaburi 126 mstari wa 2. Ndipo Zaburi 126 mstari wa 2, ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Zipo ndimi pia ambazo zinatangaza kelele za furaha. Bwana asifiwe sana. Amen. Na mwishoni kabisa kwenye Mithali 15 mstari wa 2, soma hapo tuone kisha anasema kuhusu ulimi kwa mwanadamu. Mithali 15 mstari wa 2. 15 mstari wa 2. Biblia inasema ulimi wa mwenye hekima utamka maarifa mazuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumbe kuko pia na ulimi wa mwenye hekima ambao unatamka maarifa mazuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini Biblia inavyosema kuhusu ulimi ni mambo mengi, singesema yote hapa. Nimechukua tu machache hapa. Sayansi ya kibinadamu inasema ulimi inawata sukari, inaona ununuaita unuanjirika. Chini sana kusema kwamba ulimi wa mwanadamu kwanza unatekeza kiburi, unasingizi, una mashindano, una madhara kama upanga, una sumu kama nyoka, ni moto.
lakini unasifu, unasimulia haki, unakipa ahadi, unatangaza furaha, kuweza furaha na kwa mwenye hekima. Huo ndio ulimi. Lengo ni kwamba ulimi wako na wangu uko katika sehemu gani? Ukitafakari ulimi wako, ulimi wangu ambao Mungu amenipa, Mungu anautia sehemu gani? Sababu hauwezi kukwepa nafasi moja ambako utakuwa sehemu moja hapa. Hauwezi kukwepa hapa. Kama si wa kelele za sifa utakuwa wa sumu. Kama si wa sumu utakuwa ni upanga. Kama si wa upanga utakuwa wa hekima. Ulimi wako ni ulimi gani? Ole matokeo ni yumbwela mpaka koma au koma na nusu kabisa. Ni mbwela mpaka koma kabisa. Ulimi gani huu? Ni upanga. Utapiga na mtu atamtibia tena. Mungu aturumie sana. Ama ndio ile inaitwa mbwela kabisa hivi. Usanga mwana mtoto miaka 20 ana meza mzee wa miaka 30 miaka 50. Ana ulimi wa upanga. Anaunoa kabisa na pia anaunoa vizuri. Mungu aturumie sana. Napenda kumaliza kwa leo, atoa leo kusema ya kwamba kwenye Biblia pale ambapo tumesoma kwenye Mithali 18 tumesoma hivi. Tumesoma Mithali 18 mstari 21. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na nini? Na uzima. Mauti na uzima upo katika uwezo wa ulimi. Na hao upendao watakula matunda yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika ulimi wako muna mauti. Katika ulimi wako muna uzima. Na unapotamka maneno unapanda mbegu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kila neno ambalo unalitamka kama sio la uzima ni la mauti na unalipanda. Na kuna siku utavuna mavuno yake siku moja. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema hapa hivi. Mauti na uzima katika uwezo wa ulimi. Na kila apandaye atavuna matunda yake. Uchunguze vizuri, unapandaka maneno gani katika maisha yako wewe na mke wako. Ukivela hivi. Buleke wangu. Kia rusuko ipanga. Kuna siku utavuna. Mungu aturumie sana. Utavuna okembolo emukuchukimbo. Mimi siku moja bado ningali kijana. Nilikuwa na mke wangu tukaenda kwao. Basi nakumbuka ile siku. Hawezi kuvuka. Tukaenda kwao. Wao na mke wangu. Tulitaka wote wabembe tukate Uvira, wao na mke wangu. Sasa akaja shangazi yake ya mke wangu. Kabe ani maji. Au tumwana. Ndio chobe ndome, becho au sharati. Unakumbuka shangazi? Achina. Mpaka leo. Nasema hapa Esther, ulachina au sharati yake bauli. Hii ni kwani niko mbele ya madhabahu, ndio mtaka akupata. Nasema kuhusu nini? Ulimi. Neno unalitamka unapanda. Unalipanda. Nasema tumwana, na alikuwa shangazi mzuri tu. Lakini alipanda pecho au sharati, ni mwanaume ndugu. Nikashituka. Mpaka leo hivi nakumbukaka na ama Esther. Ulachinaje wauli? Unajua maneno ni huyo Esther alikuwa atazaliwa. Evidence atungi tutakwenda kabisa kama 94 95 sikumbuki. Mimi endelea kidogo. Na vitano hivi. Maneno ya ulimi wako yana uzima, yana mauti. Unapoyatamka unayapanda. Na siku moja utayavuna. Bwana asifiwe sana. Mungu anumisema. Maneno ya ulimi wako muna uzima, muna mauti. Unapoyatamka unayapanda na kila siku moja utayavuna. Kuna siku utavuna nini? Mauti. Kama unapanda maneno ya upanga, ya hasira, ya nini pale tena? Ya kiburi, ya kusingizia, ya mashindano, ya madhara, utavuna siku moja. Lakini kama unapanda sifa, unapanda ahadi, unapanda furaha, utavuna siku moja. Bwana asifiwe sana. Ukibela ndio wewe ukibela
Uleve lula ni kanuni ya Mungu, ni kanuni ya Biblia. Haiwezi kugeuka. Zipo kanuni kama 10. Leo tumesema moja, tutaendelea na zingine hapa. Kwa kuwa kuna watu wanatamka ovyo ovyo tu. Wanatamka maneno ovyo ovyo. Yesu anasema hivi, kila neno ambalo tutakalotamka sisi wanadamu tutatoa hesabu neno hilo mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Iba tunda Yesu Biblia ya Mathayo 12:20 kama na 24 hapa. Mathayo 12:24. Kila neno ina yos yo motambala ngamse. Icyo chimina. Ebe yaso wakelwa, ebe yabo leke, obe wakwelwa, obe walubelwa, obe wabenga, obe wabengwa. Yos yole motenda, bemulusuku mbele ya Mungu, tatoa hesabu neno hilo siku ya hukumu. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Amen. Kila neno iba tunda Yesu. Yesu anasema vile. Nitirishe kwa mdokima yangu hapa. Ili andiko nimalizie kwa hili. Kila neno natirishe kwa mdokima yangu hapa. Kila neno, kila eno etele motenda becho. Ebe wabinga ni shinabenga manga hivi. Ni shinabenga ni wabinga kwa zini wakobolwa hivi. Shina osita kulewa. Yola otenda hao. Ebe yasona wabela mboto yasona alomusu kimbula hivi. Ebe yangene wabela mboto yangene alomusuku okembola. Soma Mathayo 12:34. Tumalizie hapo. Mathayo 12:34. Mathayo sura yake ya 12. Mstari wake ni wa 34. 12:34 Biblia inasema enyi Mathayo 12:34. Ndio baba. 12:34. Ndio. 12:34. Enyi wazawa wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. 36 nasema basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Amen. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni Yesu anasema, ni Yesu anafundisha. Kila neno halipotei. Hivi ninavyosema hapa wanarekodi. Maneno yangu yote yanarekodiwa. Ukienda jehanamu unafika ile rekodi yake wanapatia ile video hii. Sio ulikuwa unahubiri hivi wewe. Ulikuwa unaambia watu hivi. Tena unakuja huku. Ndio unaanza kuteswa pale vile. Mungu atuhurumie sana. Amen. Mateso pale vile, unateswa pale vile. Kila neno lisilo maana watu watakalotamka watatoa hesabu siku ya hukumu. Sisi ambao tunajichunga nibe lulami mane makala. Lulami ile shimbwele ebo lowemewe. Ulimi sio nguvu zako. Mbona Yesu alikuwa na nguvu? Yesu alipohukumiwa ile Isaya 55 alinyamaza, alikaa kimya, hakunena, hakujibu, alikaa kimya. Bwana asifiwe sana. Na akashinda. Wanasema kama alikaa kimya, hakunena, kama kondoo anyamazavyo mbele zako anakataa manyoya. Isaya 53 mstari 17 pale chini. Alinyamaza, alikaa kimya, alikuwa na sheria. Hao wama kalamu ngunu mbwira, ngunu njabola hiyo. Hapana. Uweza kusio kumjibia hapana. Kaa kimya. Tulia sana. Mungu atubariki sana. Kwa leo tumesema kuhusu ulimi. Tukasema kwamba sayansi inaeleza ulimi jinsi ulivyo. Sayansi inaeleza ulimi jinsi ulivyo. Lakini Biblia, neno la Mungu, linakwenda chini zaidi sana kueleza ndimi za watu zilivyo. Kueleza ndimi za watu zilivyo. Na mwishowe tukasema kwamba ipo kanuni
ya Biblia kwamba ipo kanuni ya Biblia kwamba maneno yetu tunayotamka ni mbegu tunazipanda. Tunapanda au mauti au uzima. Na tukipanda yataota. Na yakiota tutavuna kwa yale ambayo tumeyapanda. Swali, je, wewe unapanda kanini katika maisha yako? Kwa watoto wako unapanda nini wewe bana? Uchu bela matomo wewe bana. Uchu bela matomo wewe bana. Matomo wabe lume, wabe achi. Anakutambua namna gani? Wabe mwele achi. Manya wakibuwe. Unatamka maneno gani? Ya adabu, ya kiburi, ya furaha, ya sifa namna gani? Bino wa Kristo wale ya. Kanisa ni Rugunga, nafasi kwa kufanya kwa kuana watu, shauri watu. Hii kanisa hii. Tunashauri watu hapa hivi. Tulimwona watu akikonjwa leo. Tumeona misi ano leo. Ni ajabu sana mtu binti anaolewa anakuwa mbana ya kibugu. Ni hatari sana. Uwakonjwa unakuwa mbana ya kibugu. Si ni hatari sana hii. Yes. Ni laana hii kabisa. Uwakonjwa ni ukiwa ashiba madalungu. Hiyo ni kweli kabisa. Ukiwa ndio inyo okiukibi. Ulikuja kwa namba ngapi? Mara sina kwa 17 18 akiolewa hapo. Wala konjoshi konjuri. Miaka yote. Kule ndio kwenu kule. Bwana asifiwe sana. Amen. Nani okibi unosanga kwenu olia. Unatoka kwa shift ya 17 utaishi miaka 15 kule kwangu. Yes. Ipo zaidi olia. Ulinyo okibi na kishi wesa kumanga ile ama hai ile sana. Bwana asifiwe sana. Lakini kweli hii. Kweli ile kabisa. Ulime upanga wanyonya na banga kwa simu hata anapiga simu Afrika. Pechu nini anashika. Tena fraka taxi. Mambo anya kecho. Sasa, mbona tukuelewi bwana? Unatoka wapi? Wewe ni mtu wa namna gani? Kwa leo tumemaliza. Mungu atubariki sana. Amen, amen. Kuna swali hapa ndio. Ipande ya mwisho. Isaya 53:17. Ipande ya mwisho. Nauliza maswali. Bado ni maswali yani kumuli. Tumesema Biblia kuna swali? Ulimi ni plural ni ngapi? Ni nini? Child moja, children uwingi. Ndio? Ndimi na nyingi. Ndami lolami ndani. Nina swali kwa nishamaliza lakini na swali hapa. Ulisikia aina ngapi za ndimi? Ulimi. Kwa nini? Biblia inasema ulimi ni nini? Kwa hiyo ulimi ndio lolami zangu. Ulisikia nini ndio ulisikia wewe? Hata moja. Ulimi ni nini? Ni moto. Bwana asifiwe sana. Ulimi ni nini tena? Ni moto. Ni nini? Ni nini tena? Moto. Na nini madhara? Ulimi ni nini mama? Sema upanga ni upanga. Ulimi wa kiburi. Si ndio eh? Bwana asifiwe sana. Ulimi wa haki, ulimi wa furaha, ulimi unaotangaza ahadi za Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na Mungu atubariki sana. Amen, amen. Abachangi bwe. Amen. Mwenye mbanji bulunge. Amen.